Bila alikuwa anatoka chooni, ghafla tu ameanguka hapo chini, anaanza kutetemeka, si imekuaje? Oh. Ita gari mumpeleke hospitali. Bila Katoli piga simu basi ita bajaji. Etika Katoli tena. Kapomba anafanya hivyo. Hilo swala sio la kugombana kabisa mwanangu. Kikweli mimi mwenyewe mama hata nashangaa. Kwa sababu ilibaki kidogo tu anipige. Akupige? Makubwa. Mama, mimi kuna kitu nakihisi. Kitu gani mwanangu? Wanaume wengi wakipata pesa huwaga wanabadilika. Na mimi nahisi tu mwanaume wangu ameshaanza kubadilika. Itakuwa na mwanamke nje. Hilo mwanangu kwa wanaume wote. Awe na pesa, asiwe na pesa. Kuwa na kimada ndo jadi yao. Wanandoa wote unaowaona kwenye ndoa zao lazima wanakuwa na kimada. Lakini kinachotakiwa ni heshima kwa ndoa yake. Sio mtu unakuwa na kimada basi mwanamke anakupelekesha huko anakupelekesha mpaka ukirudi nyumbani mkeo kila anachokiongea unaona kaongea vibaya. Hiyo mwanangu haipendezi, inakuwa haiko sawa. Kinachotakiwa mtu uheshimu ndoa yako, umsikilize mkeo, lakini sio kupelekeshwa na kimada. Ndio maana Oga ananiaga anaenda kwenye chumba cha kupiga mahesabu. Kumbe Oga anaenda kujificha kwa ajili ya kuongea na wanawake zake. Hayo sasa mawazo yako. Ninachokuomba, akirudi mumeo, mukae muyaongee. Hili swala linazungumzika. Naomba muyamalize haya maswala. Muishi kama zamani. Inabidi wewe umombe msamaha mumeo. Mama, mimi ndio nimwombe msamaha? Mtu aliyenikosea? Mwanangu, mafahali wawili hawakai zizi moja. Lazima mmoja hapo ashuke. Na wakushuka ni wewe mwanamke. Kwani ukimwomba msamaha kuna nini? Utamonyoka? Sawa, nitamwomba msamaha. Yamalizeni jamani. Mimi napenda muishi kwa amani, mnacheka, mnafurahi. Haya mimi basi niko jikoni hapo. Yaani kwenda Bombani kuchukua kindoo kimoja tu 750 mmebeba. Wewe nani mwenye hadhi ya 700 humu ndani zaidi yako wewe? Hebu tuangalie dada yetu, tuangalie unavyoona hizo shape za 700 au Nyanyuke na mimi anione. Yaani wewe siku kitawaka nakwambia. Wewe olewa uhame humu ndani, sio tuona sisi wezi kwa 700 zako unazopewa. Wewe umeolewa. Hebu keleleni jamani. Haya wewe unakiwasha nini? Si hao watoto wamechukua 750. Wamechukua 700 wanabakisha 50. Kitu gani? Kama sio wezi na hili hapa hili limekaa ndani alijaosha vyombo na subiri sisi. Keleleni uko nendeni mkoshe vile vyombo pale. Nisije kavikuta pale. Nikirudi nikivikuta vile ndio mtakaponijua mimi nani, washenzi wakubwa nyinyi. Sitaki makelele kila mtu akafanya kazi yake. Changanya kabisa. Wewe koma mwenyewe kafili mpuga kiseli. Shenzi mkubwa wewe. Hebu nganyesha ni mkuche singu. Jamani. Nini hapa? Kumekucha tena. Nyumba utafikiri uwanja wa vita. Haya keni na mitutu. Vipi tena na wewe? Mimi ndo nilikuwa nishajiandaa nije hospitali. Nikupigie simu nielekeze nisije nikapotea. Haya wewe tena hapa. Kuna nini? Shangazi Siwa. Sasa mbona unaniangalia kama hivi? Nasubiri Shangazi Siwa. Nasubiri amefariki. Amefariki vipi? Yaani bila tuko naye tena duniani. Nisubiri hapo mafuchule. Habari yako shemeji?
Salama shemeji. Samahani shemeji. Bila samani. Sijui ningepata walau wasaa kidogo hivyo kuzungumza na wewe. Why not? Karibu. Asante. Shemeji, nilikuwa nakuomba ninachoenda kuzungumza na wewe usije ukamwambia rafiki yako. Usijali. Unajua shemeji, kwanza rafiki yako amenioa ni muda sasa umepita, si ndio? Ni kweli. Lakini huwezi kuamini shemeji yangu, kwanzia nimeolewa mpaka leo mume wangu hujui mwili wangu. Yaani sijawahi kukutana kimwili na mume wangu kwanzia nimefika hapa. Ili swala linaniumiza sana na linanifanya nawaza sana, na ukizingatia mimi ni mke, nahitaji kutimiza majukumu yangu kama mwanamke, na kingine mimi ni binadamu, nakula, nashiba, nina hisia. Yaani sijui utanisaidiaje shemeji yangu. Nafikiri wewe ndo msaada wangu wa pekee. Samahani shemeji, naomba nikuulize kitu. Uliza tu shemeji yangu. Hivi wewe ni kabila gani? Mimi ni Mzaramo. Ndo maana kabila linachangia. Hivi unajua shemeji, kama unanongwa sana, yaani vitu vidogo unataka kuvifanya vionekane kuwa ni vikubwa sana. Mbona hili ni jambo la kawaida sana. Kuna watu wanatoka nchini wanakwenda nchi za watu huko kutafuta, wanakaa miaka 2, 3, wengine wanafikisha mpaka miaka 10, na wakirudi wanakuta ndoa zao ziko vizuri tu. Lakini wewe ndoa yako sidhani kama hata imemaliza miezi 2. Alafu unakuja hapo unaniambia shemeji, siku alikwenda akakarudi si nini. My God. Unajua sisi matajiri ni watu ambao hatufocus sana katika haya mambo ambayo unafikiria. Sisi akili zetu zinawaza pesa, zinawaza uwekezaji, lakini hatuwezi tukakaa na kuanza kufikiria vitu vikijinga kama hivyo. Hali kadhalika hata ningelikuwa ni mimi, nisingeliweza kufanya chochote kile na mwanamke ambaye sijazoeana naye. Sasa hizi mambo hizi zinatoka wapi? Angalikuwa amekufanyia vitu ambavyo ni vibaya, let's say umemuomba pesa akakwambia siwezi kukupa hii pesa, umemtaka labda kufanyie shopping hiki. Kuna mambo ambayo ukisema kimsingi ningeona kweli, lakini si kwa hili ambalo unaniambia hapa. Shemeji, are you serious? Usirias nani? Mume wangu, shemeji alikuwa ananiuliza kama anaweza kula mayai mabichi. Nikamwambia siwezi, naweza kutapika. Mary, let's go bro. Karibu. Asante. Mama mkubwa, hivi unamwelewa yule jamaa ambacho nini amekizungumza? Anadai kwamba muda wote kuanzia sasa anaweza kufariki. Ana maana gani? Mwanangu, niko hapa nakula lakini nina mawazo kibao. Yaani mimi nahisi kakako atakuwa na maradhi yanamsumbua. Sasa jioni tutakapopeleka chakula, itabidi tumwambie daktari ampime magonjwa yake yote ili tujue ana tatizo gani zaidi ya hilo la kutokula. Ni kweli.
Pale kabatini kuna hela ambazo kiasi tulichota tukampelekea mgonjwa hospitali. Sasa naenda katoe shilingi 10,000 ukachukua viungo ili tumpikie mgonjwa chakula cha jioni, sawa? Sawa. Unajua kama unanichanganya hivi, unalielewa hilo? Mama, kuwa mpole ili uweze kunielewa. Mama, tumejaribu kufuatilia katika CCTV kamera. Tumegundua kwamba kijana wako ametoroka. Na imani kwamba kijana wako atoka Mashafika nyumbani kwenu sasa. Sisi tumetoka huko. Mnasemaje mgonjwa yuko nyumbani? Ni uzembe wa kiasi gani mnaofanya hapa? Kiasi cha kushindwa kumzuia mgonjwa hapo reception. Mama, kama unavyosema kijana wako nyumbani hayupo. Na sisi tumemtazama kwenye CCTV kamera kwamba ametoroka. Naomba utupe muda ili tuweze kulifanyia kazi hili swala. Na mpaka itakapofika hiyo kesho, tunaweza kukupa majibu kamili. Unaniambia kesho? Vipi kitu kibaya kimemkuta mwanangu leo? Kama kachanganyikiwa na kuweza kuchomoa mipira, akatoroka. Je, ukaliko kwenda kipata matatizo mtoto wangu? Mwana. Amna. Nyamaza ndugu yangu, usilie basi, nyamaza. Piga yuko wapi basi? Basi. Wanapanda ngazi lakini ni samia. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. Big Boss, je, thamani kwa wapi? Big Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. Kaka Tony, wamesema unazika kesho. Vipi hela nilokupa? Ilitosha chakula? Ndiyo, kilitosha. Lakini pia shangazi walikuwa wanakuulizia. Nikamwambia kwamba utakuwa umechanganyikiwa, lakini kesho utatokea kwenye msiba. Hata nikitokea, marehemu hawezi kufufuka. Sawa. Hivi mama, kweli mgonjwa atoroke hospitali alafu asirudi nyumbani kwake? Yaani kiuhalisia tu mgonjwa akitoroka hospitali lazima arudi nyumbani kwake. Yaani hapa mimi hapa kuna kitu ambacho mimi kinanichanganya. Hasa nikichanganya haya matukio. La kwanza, la huyu jamaa aliyosema kwamba ana rafiki na kaka. La pili, la hili yeye kutoroka hospitali. Yaani hapa naona kama kuna vitu ambavyo mimi vinanichanganya. Sijui mama, wewe hili unalionaje? Mimi mwenyewe nazidi kuchanganyikiwa hapa nilipo. Sijui hata nifanye nini. Sijui hata pa kushika sipajui.
sikia hata ninawaza nini. Ninachokiwaza sikijui. Akili yangu nahisi imeingiwa maji mimi. Mwanangu sijui hata kwa ameenda wapi jamani mimi. Yenepa mama, mimi ninavyoona tumtafute huyu jamaa alosema kwamba ana urafiki na kaka. Yule mnyama ana adabu kabisa, yule mshezi. Anaongea maneno ya kipuzi kabisa. Wa nini yule? Tumtafute wa kazi gani? Hapana. Mama mkubwa, acha kupaniki. Pengine huyu jamaa yeye ndo anajua kaka yuko wapi. Pengine yeye ndo atakuwa amemtorosha. Nilikukataza juu ya kumwelekeza Vevo, lakini haukunisikia na ukaendelea. Kwa nini? Mkuu, sikuendelea tena kufanya hivyo, lakini pia hata safari yake ya kwenda Ulaya mimi ndo nimeistopisha. Umemstopisha? Ndiyo mkuu, ndiyo. Mbona nafsi yake inaonekana iko Ulaya? Haiwezi kuwa rahisi hivyo mkuu, kwa sababu naamini kabisa hajui wapi pa kuanzia na wapi pa kumalizia. Kwa hiyo ondoa hofu katika hilo, hawezi kwenda. Muda huu tunapoongea, Clan Vevo amewasili Ulaya.